Endelea mbele. Tulikuwa katika utangulizi wa leseni ya wiki hii ambapo tumepata ya kwamba hata wakati wa vita sisi kama binadamu, sisi kama waumini, sisi kama viumbe vyake Mungu, niposa tuchukue wakati ama fursa ya kipekee ya kuabudu Mungu, ya kuweka agano kati yetu naye, na pia ya kumweka mbele ili aweze kutushindania vita vyovyote vile ambavyo tunakumbwa navyo ulimwenguni. Na pia tumepata ya kwamba hata jinsi Waisraeli waliweza kujua ya kwamba ama kugundua ya kwamba nguvu za kijeshi haiwezi kushinda vita bila Mungu mwenyewe kuwa na uwezekano wake ndani. Basi hivyo sisi pia hata tujaribu namna gani ama kiasi kipi, basi hatuwezi kushinda vita vyovyote vile ambavyo tunakumbwa navyo before ama kabla hatujaweka Mungu mbele. Ni yeye tu ndiye anatushindania, na hayo ndiyo maneno yaliyo kwenye utangulizi ya wiki hii ambayo ilikuwa utii wa kiwango cha juu, ibada kwenye eneo la vita. Basi tunaelekea katika siku ya Jumapili ambapo tunapata ya kwamba kuna agano kwanza. Tunapata ya kwamba baada ya kupeleka ile nchi taarifa iliyotia moyo ya wapelelezi na kuvuta Yordani kwa namna ya miujiza, tungetarajia kuwepo mara moja kwa mapigano na adui. Hata hivyo, kuna jambo linaloonekana hapa kwa muhimu kuliko ushindi wa kijeshi: agano la Israeli na Mungu. Kabla ya hiki kizazi kipya kuingia katika harakati ya kuitoa nchi, walihitajika kujua kikamilifu juu ya uhusiano wao maalum na yule mwenye nchi. Na ukitazama jinsi mwandishi ameandika yule mwenye nchi, unapata ya kwamba ametumia herufi kubwa mwanzoni mwa kila neno. Maanisha ya kwamba si binadamu tu, lakini ni mtu wa kiwango cha juu. Na pia tunaambiwa ya kwamba akufanywa upya ya ishara ya agano kunakuja kama mwitikio wa kitendo cha neema na cha muujiza cha kuileta Israeli kwa usalama hadi ng'ambo ya Yordani. Na agano letu na Mungu yapasa daima liwe ndilo jibu la shukrani kwa ajili ya kile ambacho tayari amekikamilisha kwa ajili yetu. Kamwe si tendo la kujaribu kupata manufaa fulani kwa sababu ya kupatana kisheria na masharti yake. Na wazo hili bila ya shaka lilikuwa muhimu kwa mapambano ya Paulo dhidi ya wale waliosisitiza kwamba wanaume waogofu kutoka kwa wa mataifa watahiriwe, kama ionekanavyo kwa uwazi zaidi kwenye barua yake kwa Wagalatia. Na tukirejelea pia Israeli, unapata ya kwamba ilikuwa kwenye ukingo wa mwanzo wa pambano kubwa zaidi la kijeshi katika historia yake. Na tungetarajia kambi nzima liwe katika shughuli kubwa ya maandalizi ya vita. Ni kweli Israeli ilikuwa hivyo, bali haikuwa katika namna iliyo zoeleka. Na tukirejelea chini, ningependa tu kuna mahali hiyo fahamu ya mwisho, unapata ya kwamba Waisraeli walifanya hili wapate kufurahia uhusiano wao na Mungu wao aliyewakomboa kutoka Misri. Na ni kwa sababu walitambua kwamba pambano ni la Bwana. Yeye ndiye anayewapa ushindi na mafanikio. Yesu alitengeneza kanuni ile kwa maneno tofauti kidogo: bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Amen. Hata nisipokamilisha ufahamu yote, unapata ya kwamba
hiyo haya yenyewe kwenye hiyo laini tunapata ya kwamba haya yote ambayo tulitarajia, watu walitarajia kuona Waisraeli wakiingia katika vita kali baada ya kuchukua ile nchi ya ahadi, unapata ya kwamba hawakuona hayo. Kwa sababu Waisraeli waligundua ya kwamba ni vyema Mungu ametutembeza iye safari yote kuanzia Misri hadi jangwani, hadi nchi ya ahadi ambapo tumetua na tumeingia. Basi ni vyema tufanye nini? Tumtambue kwanza kama mwenye nchi, tumtambue tena kama mfalme wetu, na tumtambue tena kama mshindi wa vita ambavyo tumepigia. Na tunapata ya kwamba hapo basi unapata ya kwamba Waisraeli hawange ingia katika hiyo vita sasa ambao watu walikuwa wanatarajia, kwa sababu waliweka agano mpya. Hiyo kuelewana mpya, kusikilizana kupya. Unapata ya kwamba waliweza kutambua ya kwamba Mungu ndiye anawezesha kila jambo, na si kwa nguvu zao tu peke yao. Sijui ni nini unaweza kuongeza hapo? Mi kitu yenye ningeongeza tu ni kwamba jinsi ambavyo wana wa Israeli walifanya agano pamoja na Mungu, hiyo ilikuwa ni kusherehekea na kutoa shukrani kwa yale ambayo amewatendea. So walikuwa wanafanya agano kwa sababu hawa sio wale ambao alifanya agano na wao ile ya kwanza. Ile ya kwanza. Sasa hii ni agano ya pili kwa hawa ambao wamepatikana hapa njiani wakikuja kwa inji. So walipoangalia, unapata kwamba Joshua yeye aliambiwa tu noa kisu tahiri hawa watu. Hiyo ni kufanya agano. So ndiposa tunaambiwa agano letu na Mungu siku zote linapaswa kuwa jibu la shukrani kwa yale ambayo tayari ametimiza kwa ajili yetu. Hiyo agano tunapofanya pamoja na Mungu ni yale ambayo tumeona ametutendea. Si eti ni yale hajatenda sasa tufanye tunatarajia ili aende kutenda. Hapana, ni yale ambayo tayari ashafanya ama ashatenda kwa maisha yetu. Ndipo unapata kwamba mara nyingi maisha ya kila siku yanaonekana kutushinikiza kwa haraka na mambo mengi, hivi kwamba tunasahau kutoa kipaumbele kwa jambo muhimu zaidi katika maisha yetu, kufanywa upya kila siku na kujitolea kwetu kwa Kristo. So tutakapofanya agano pamoja na hii si ile agano ambayo mimi nasafanya mimi pamoja na wewe Dan. Hii ni agano ambayo itafunjika hata kama ni jioni ama masaa mawili yajayo. Lakini tunapofanya agano kutoka sisi pamoja na Mungu wetu, hii si agano yenye itafunjika. Hii ni agano ambayo itadumu. Unapata kwamba kwa mfano mtu mimi ni mgonjwa, fanya agano pamoja na Mungu. Ukinisaidia nikipona ama nikitoka hapa, nitafanya kazi yako. So tunaagana pamoja na Mungu. Lakini nikipona nikitoka, kawaida ya mwanadamu hayo nimesahau, nimeachana, nimeweka kando. So ndipo tunapata kwamba tunapofanya agano tunafanya kwa yale ambayo ametutendea. Amina. Hivyo basi sisi kama Wakristo, kwa yale yote ambayo ya kivita, instead of preparing weapons, we remember that the Israel paused for circumcision and renewing their covenant with God. And this one, it left them physically vulnerable, proving that victory depends on God, not human beings. And again, before we fight life's battle, we must renew our relationship with God, because the battle is His and it is not ours. Agano kwanza. Tunaelekea katika siku ya Jumatatu ambapo tunapata kwamba tumepewa hapo Pasaka ama Passover. Pasaka ama Passover. Hii ni baadhi ya shughuli ambazo tunapata ya kwamba Waisraeli walikuwa wakiyatenda, na unapata ya kwamba Passover hata wale wa kwanza, unapata ya kwamba kizazi cha kwanza, wale ambao walikuwa pale Misri, waliweza kushughulikia ama kuyatekeleza
shughuli za Pasaka, na unapata ya kwamba ilikuwa tu kwa minajili ya kufanya nini, ya kuomba na kuabudu Mungu. Na hapa tunapata ya kwamba Waisraeli wale ambao walifika nchi ya ahadi, wao pia wanajikuta katika shughuli za kutekeleza Passover ama kushirikiana kwa shughuli za Pasaka. Unapata ya kwamba shughuli ya pili muhimu inayotangulia ushindi kwa kuitwa nchi ya sherehe ya Pasaka, na hii inafanyika jioni ya siku ya 14 ya mwezi. Na kwa kufuata kwa makini maagizo yaliyotolewa na Mungu, umuhimu wa kiishara wa Pasaka unasisitizwa, kwamba matukio katika Yoshua yanakumbusha yale ya Kutoka, the Exodus, na Pasaka inakumbusha usiku wa pigo la 10, ambapo unapata ya kwamba ile wafanya watoto wa Israeli wa Misri waweze kufanya nini, kuaga. Na wakati malaika wa Bwana walipowaua wazaliwa wa kwanza wote nchini Misri na kuwaokoa Waisraeli. Na hii inafuatiwa na uzoefu wa kutoka Misri kuvuka bahari ya Shamu na safari ya kupita jangwani. Kwa upande mwingine kisha cha kizazi cha pili kinaanzia kwenye jangwa na kikiendelea na kuvuka mto Yordani, kinahusisha tohara na sherehe ya Pasaka, kisha kinaelekea kwenye wakati muhimu ambapo kuna tarajio la Bwana kuingilia kati kimuujiza dhidi ya maadui wa Israeli, wakazi wa Kanaani. Na pamoja na matendo yote yaliyotangulia, sherehe ya Pasaka inaashiria mwanzo wa kipindi kipya katika historia ya Israeli. Tunapata shughuli inaendelezwa, lakini inaendelezwa na kizazi kipya. Si wale ambao walishuhudia ushindi wake Mungu wakiwa Misri, lakini hawa ni wale ambao waliweza kuzaliwa njiani, watu wakisafiri kuelekea nchi ya ahadi. Na tunapata ya kwamba inaanza safari mpya tena ya kuelewana na Mungu, ni kama ile ya agano, lakini wanarudia tu yale kama ukumbusho ya kwamba Mungu alitutendea mema, alitendea wazazi wetu, alitendea hata wazee wetu wa zamani kutoka nchi ya Misri. Na sisi je? Basi tuendelee mbele tu, tutarudi hapo. Tunapata hapa vile vile kupitia ishara ya mwana kondoo wa sadaka. Sikukuu ya Pasaka ilirejea nyuma kwa ukombozi wa Israeli kutoka utumwa wa Misri. Lakini pia ilielekezwa mbele pale katika kutimilizwa kwa mfano wake katika mwana kondoo wa Mungu. Na pia tukirejelea kitabu cha Yohana fungu lake la kwanza mstari wa 29-36, na pia Wakorintho wa kwanza fungu lake la 5 mstari wake wa 7, na Petro wa kwanza fungu lake la kwanza mstari wake wa 18 na 19, ambaye unapata ya kwamba mwana kondoo aliweza kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Na huyu ni Yesu Kristo. Na kwenye meza ya Bwana, kabla ya kujitolea yeye mwenyewe kama sadaka ya mwisho, Yesu aligeuza Pasaka kwa ukumbusho wa kifo chake. Hata hivyo, Pasaka ya meza ya Bwana vinaashiria ukweli wenye utukufu zaidi, ule wa umati waliokombolewa wakiingia Kanaani ya mbingu. Yohana wa Ufunuo anaonyesha tukio hili halisi la kuvuka. Ilikuwa tukio la wale 144,000 wakitembea juu ya bahari ya kioo, ikiwa ni utimilifu wa mfano ulionyeshwa na uzoefu wa bahari ya Shamu na mto Yordani mbele ya kiti cha enzi cha Mungu.
na wanasherekea Pasaka na meza ya Bwana katika karamu ya harusi ya mwana-kondoo. Je, utakuwa miongoni mwao? Na vipi mtu anaweza kuwa miongoni ya wale ambao watasherekea Pasaka wakivuka bahari ya Kio? Ni kipi unaweza ongeza hapo siku ya Jumatatu? Kitu ningeongezea ni kwamba unaposoma kitabu cha Leviticus 23 verse 5, hiyo inasema ya kwamba eti mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni ni Pasaka ya Bwana. Hii ni Pasaka ambayo ilikuwa inafanyika kuendeleza yale maagano ambayo walikuwa wamefanya pamoja na Mungu. So chenye ningetaka tusome tu kutoka hapo ndio ningeongezea nimalize ni First Peter ama Petero wa kwanza 1:18 na 19 ambayo inasema kwamba nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana-kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Tumekombolewa kwa damu yake Kristo ambayo haikuwa na ila ama haikuwa na dosari hata kidogo. Si eti tumekombolewa kwa vitu ambavyo vinavyoharibika. Ndipoza ya kwamba mwandishi anasema hii ufanyika shughuli Pasaka inakumbusha usiku wa pigo la 10, hiyo venye jinsi ambavyo tulisema, hiyo ilikuwa inawakumbusha ndiposa wasisahau. Mungu wetu ni Mungu wa mipangilio. Kitu anatuagiza tufanye kitu ili tukumbuke yale ambayo tumepitia ama watangulizi wetu walioyapitia. Ndiposa tunaambiwa ya kwamba hii Pasaka ilikuwa inafanyika ili tuweze kuyakumbuka yale yote ambayo yalikuwa yamepita. Nafikiria ningeajia katika meza ya Bwana kabla ya kujitoa mwenyewe kama dhabihu kuu, Yesu aligeuza Pasaka kuwa ukumbusho wa kifo chake. So Mungu Yesu mwenyewe aligeuza hii Pasaka ikakuwa ukumbusho wa kifo chake. Hivyo tunapofanya Pasaka ama tunaposhiriki katika meza ya Bwana ni kukumbuka yale ambayo alitufanyia, jinsi ambavyo alikufa kwa ajili ya kutukomboa ama kutuokoa kutoka kwa dhambi ambayo ingetumaliza. Ni hivyo tu jinsi ambavyo Waisraeli waliweza kusherekea Pasaka. Ilikuwa tu ukumbusho ya kwamba walikuwa wanakumbuka yale ambayo Mungu aliweza kuwafanyia, na pia ilikuwa inaonyesha kile ambacho kingefanyika huko mbeleni kwake Yesu Kristo kama mwana-kondoo. Na vile vile unapata ya kwamba kuabudu unakuja mwanzoni kabla ya vita. Na pia unapata ya kwamba ni kile ambacho kinatusaidia kutambua ya kwamba chochote tutakacho, unapata ya kwamba ni vyema tufanye nini? Tuombe kwanza, tuweke Mungu mbele, ndio baadaye tufanye nini? Muagize ama tumuombe kile ambacho tunataka. Sasa tukichukua muda kuomba, tukichukua muda kumwabudu Mungu hata wakati wa vita vya leo ama vya kisasa, unapata ya kwamba hayo yote yanatupa nguvu ya ushindi. Na wakati ambapo tumesahau yale ambayo Mungu ametutendea katika siku za nyuma, unapata ya kwamba inatuonyesha nini ama inatuweka tuwe wanyonge, tukose nguvu, na hata vita hatuwezi kushinda. Sasa ni vyema tukumbuke ya kwamba kuna mambo mazuri ambayo Mungu ametutendea, kisha baadaye ndio tufanye nini? Tuelekee vitani na hata tushindia. Amina.
Kabla utoka hapo, kuna swali hapo kisha nauliza, je, ni njia gani hata wakati atusherekei meza ya Bwana tunaweza kuweka ukweli wa msalaba daima mbele yetu? Eti hata wakati atusherekei meza ya Bwana tunawezaje kuweka msalaba ambao ni ukweli uwe mbele yetu? Hapo mtu anaweza kusema ya kwamba kulingana na matendo yetu, leseni hii jinsi ambavyo tulianza hata robo ya 3, unapata ya kwamba kuna maneno kadhaa. Robo ya pili, si robo ya 3, kuna mahali ambapo ilikuwa ikizungumza juu ya matendo, na tuligundua ya kwamba Mungu si eti tukitaka kutenda kitu kizuri ni yeye ndio tunamtendea, lakini yule ambaye napaswa kutendea mazuri ama mema ni wewe. Ni mimi na wewe. Sisi binadamu, sisi kwetu tunaanza kati yetu, kisha baadaye tunaenda kwa majirani, kisha baadaye tunaenda kwa mtu mwingine, na ndio tunapata ya kwamba hivi ndio tutakuwa tukiyatenda mema. Basi kulingana na kusherekea kwa Pasaka, unapata ya kwamba haimaanishi lazima tusubiri hadi hiyo siku ama wakati mwafaka ndio tunapaswa kuweka Mungu mbele na kumtambua kama yule ambaye anatupigania vitani, lakini tunapaswa kumkumbuka kila wakati, kila siku, kwa kila hatua. Hivyo basi atatushindania vita. Nami kitu yenye tu ningesema hapo ni kwamba hata wakati ambapo atusherekei katika meza ya Bwana, unapata ya kwamba unapoangalia hicho kitabu cha Ufunuo 19:9 inasema kwamba, naye akaniambia, andika, heri waliokuwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. So wote tumealikwa katika harusi ya mwana kondoo, ambayo itafanyika ule wakati ambapo atakuwa pamoja nasi. Ndipo unapata hata huyo Mathayo mwenyewe anasema ya kwamba lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile mtakapokunywa mpya pamoja nami katika ufalme wa Baba yangu. So ndipo naona ya kwamba Pasaka ambayo itakuwa ya muhimu zaidi ni ile tutakayo shirikiana pamoja na Mungu wetu, pamoja na Kristo Yesu katika ufalme wa Baba yake ama Mungu wetu. So hiyo ndio inakuwa himizo kwamba acha Mungu wetu atusaidie tupambane kwa hivi vita, ili tufikie huo mji ambao alienda kutuandalia, ambapo tutafanya Pasaka pamoja naye, kukumbushana mahali ambapo tumetoka. Asante sana. Tunaelekea katika siku ya Jumanne. Siku ya Jumanne ambapo tunapata ya kwamba kuna madhabahu ya kwanza mpya. Tumeweza kuona hapo agano mpya, tumeweza kuona hapo Pasaka, na sasa hivi tuko katika siku ya Jumanne ambayo inazungumzia madhabahu ya kwanza upya. Na hayo yote yanarejelea tu ushindi wao wa Israeli baada ya kutoka nchi ya Misri hadi nchi ya ahadi ya Kanaani. Kumbuka haya yote yanakufikia moja kwa moja kupitia runinga yako unaipenda, Ndizi TV Africa. Imepita dakika 32 baada ya saa 2 za asubuhi, tarehe ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Novemba mwaka wa 2025, siku ya Jumanne, madhabahu ya kwanza upya. Tunapata ya kwamba shughuli ya pili muhimu
inayotangulia ushindi wa kuitoa nchi ya sherehe ya Pasaka. Nchi ni sherehe ya Pasaka, na hii inafanyika niko katika siku ingine. Katika wakati wa wazee wa imani, madhabahu yalikuwa alama za safari yao na yakawa uwakilishi wa hoja yao ya kudai nchi iliyoahidiwa na Mungu. Na sasa kwa kujenga madhabahu, Waisraeli walishuhudia kutimizwa kwa ahadi zilizotolewa kwa mababu zao. Na katika suala hili, ujenzi wa madhabahu ni kutimizwa moja kwa moja kwa maagizo yaliyotolewa na Musa. Tukirejelea kitabu cha Kumbukumbu la Torati, hapo fungu lake la 27 mstari wa 2 mpaka 10, na pia hiyo ya kwanza mstari wake wa 29 hadi 30. Na pia vile vile tukiangalia kitabu cha Yoshua fungu lake la 8 mstari wa 30 hadi 35, ina nafasi muhimu katika kuunda ujumbe mzima wa kimaandiko wa kile kitabu, na kuunganisha moja ya visa vya ghasia kabisa ama vita na kitu kilicho tofauti kabisa, tukio la kiimarisha upya agano ama ibada. Yoshua anaturudisha nyuma kwenye moja ya mada muhimu zaidi za kimaandiko zilizoanzishwa kwenye kitabu mwanzoni. Na Yoshua analo jukumu la kuongoza Israeli katika maisha ya utii wa agano. Na ni agano gani? Ya madhabahu. Na hii pia ni picha ya Yoshua mwishoni mwa kitabu ya Yoshua. Licha ya umuhimu wa vita na ushindi, kuna kitu muhimu zaidi: uwajibikaji wa matakwa ya sheria ya Mungu. Ushindi ni hatua moja tu katika kutimiza mipango wa Mungu kwa Israeli na urejeshwaji na ubinadamu wote. Uaminifu kwa kanuni za Torati ndilo suala muhimu katika hatima ya binadamu. Na Yoshua anaandika nakala ya sheria kwenye mawe makubwa yaliyopakwa chokaa, tofauti na mawe ya madhabahu, ikilinganishwa na Kumbukumbu la Torati fungu lake la 27 mstari wa 2 hadi 8. Na hivyo mawe haya ambao pengine yalikuwa na amri 10 yalikuwa kumbukumbu tofauti karibu na madhabahu, ikidumu kwa kumbusha Waisraeli mara kwa mara kuhusu fadhila na majibu vinavyoashiriwa kuwemo katika agano. Na Yoshua anakuwa ni ishara ya baadaye ya Yehoshua ama Yesu wa agano jipya, ambaye utume wake ulikuwa kati ya mambo mengine kuongoza wanadamu warejee katika kumtii Mungu. Ili kufanikisha lengo hili, ilimpasa kushiriki kwenye mgogoro wa nguvu za uovu. Na lengo lake kubwa lilikuwa kutimiza mahitaji ya agano kwa niaba yetu. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amen. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Na mwandishi anakamilisha hivyo: migogoro na nguvu za uovu tunapata hapo wakati ambapo shughuli za madhabahu ya kwanza unajengwa tena upya. Na pia ukumbuke ya kwamba kulikuwa na madhabahu ambao ulijengwa huko mbeleni, ambapo huko nyuma ambapo Musa mwenyewe aliweza kushughulikia. Na unapata ya kwamba hata sisi wenyewe tukirejelea maneno yaliyoko hapa, unapata ya kwamba kuna jinsi ambavyo sisi pia
tunapaswa kufanya nini? Kuingilia kati na kutekeleza yale ambayo Mungu aliweka mwanzoni, ili waumini wake ama viumbe vyake ama sisi kama binadamu tuweze kufanya nini? Tuweze kumwabudu na tuweze kuwa katika hali ya kukumbuka yale ambayo ametutendea, na ni yule tu ambaye anapigana na nguvu za giza ama uovu. Kwa hivyo tukisherekea ama tukitekeleza shughuli za madhabahu, unapata ya kwamba tunasaidia Mungu kufanya nini? Kufanikisha lengo lake la kupigana na nguvu za uovu. Jinsi ambavyo Waisraeli waliweza kufanya nini? Kuitekeleza upya baada ya kuchukua ile nchi ya ahadi. Mimi kitu ningeongeza tu kidogo ni kutoka kwa kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati 27 fungu lake la 4 inasema ya kwamba, na iwe mtakapokwisha vuka Yordani, muyasimamishe mawe haya niwaagizayo hivi leo katika mlima Ebali, nawe yatayalize matalizo, na huko umjenge madhabahu Bwana Mungu wako, madhabahu ya mawe, usitumie chombo cha chuma juu yake. Jenga hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wako kwa mawe yasiyochongwa, ukamtolee Bwana Mungu wako sadaka za kuteketezwa juu yake. Ufanye na sadaka za amani, ukale huko, nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako. Kisha andika juu ya mawe hayo maneno ya Torati yote waziwasi. So tunaambiwa kwamba haya ni maagizo ambayo Mungu alikuwa amepea Musa. Na Musa alipea Yoshua wakati alimwachia ushukani. So ndiposa tunaambiwa kwamba haya madhabahu yalikuwa yajengwe ili wana wa Israeli wapata kutoa ushuhuda wa utimizo wa ahadi ambazo Mungu alikuwa amefanya pamoja na babu zao. So walikuwa wanafaa kutimiza yale ambayo Mungu alikuwa amewaagiza mababu zao ili kuyafanya. Ndiposa tunaambiwa mawe ambayo huenda yalikuwa na zile amri 10 yalifanyiza mnara tofauti karibu na madhabahu. Yale mawe ambayo yalikuwa na zile amri 10 zilikuwa hapo kando ya madhabahu. Ndiposa tunaambiwa kwamba tunapojenga madhabahu ni kukumbushana ama kukumbuka yale ambayo Mungu alikuwa amefanya pamoja na mababu zetu. Tunapojenga kanisa tuende tuabudu Mungu wetu, hayo ni kurejelea yale ambayo Mungu alikuwa ametuagiza kupitia kwa mababu zetu, na hapo ndipo Mungu aliona ya kwamba ilikuwa inafaa tuwe kwa kumshukuru na kutoa ushuhuda yale ambayo alikuwa amefanya. Ndiposa anasema kwamba lengo lake kuu lilikuwa kutimiza mahitaji ya agano kwa niaba yetu, kwa maana ahadi zote za Mungu ndani yake ni ndiyo, na katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Hivyo tunaposema amina, huko ni kutukuza Mungu kupitia sisi wenyewe. So madhabahu hiyo ilikuwa ni ishara ambayo Mungu alikuwa amefanya maagano pamoja na Musa na wale mababu zetu ama mababu wa wana wa Israeli ambao walikuwa wametoka ile nchi ya utumwa ya Misri kuja nchi ya Kanani, hata ingawa hawakufika. Asante sana. Mtazamaji yule ambaye pengine anataka kutufuata zaidi, tuko katika mtandao wa kijamii. Hapo ukienda YouTube utatupata hapo, utatutazama hapo YouTube Ndizi TV Africa, ili uweze kuyapata zaidi, kwa sababu pengine uko na shughuli, lakini ukirejelea YouTube ukurasa wetu wa YouTube ya mtandao
bado utapata tu kipindi hiki kikiwa hapo. Kile ambacho tukunalo hapo, nikisonga kwenda mbele kwa siku nyingine, ningependa kusema ya kwamba kuabudu nyakati za vita, unapata ya kwamba kulikuwa kunaonyesha imani yetu kwake Mungu, na pia tunapata ya kwamba maneno yake yalikuwa ya mwisho ya kusaidia wanajeshi kushinda vita. Na hivyo basi tukirejelea sasa madhabahu, unapata ya kwamba imani yetu na uaminifu yetu ya kila wakati kulingana na matendo ya kiroho ikilinganishwa na kuomba, kusoma Biblia na pia kuabudu, unapata ya kwamba ilikuwa inaonyesha na kutusaidia kufanya nini? Kuonyesha uaminifu wetu kwake Mungu katika nyakati zote za kila maisha. Basi hivyo ndiposa tufanye nini? Tusherekee na tuyatekeleze shughuli za nini? Za madhabahu, ili tuweze kubaki tu miguuni pake Yesu, na pia tubaki tu pale katika kikundi cha wale walio chaguliwa naye Mungu. Tunaelekea katika siku ya Thursday hapo, ambapo tumepewa mada ambayo inasema ya kwamba iliyoandikwa kwenye mawe. Tumeweza kuyaona Pasaka, tumeweza kuyaona madhabahu, tumeweza kuona agano ya kwanza. Na hapa sasa tunataka kuangalia iliyoandikwa kwenye mawe. Unapata ya kwamba tukirejelea binadamu ya kawaida, hali ya kusahau tunaweza kusema ya kwamba ni hali ya maisha yetu. Unapata ya kwamba watu husahau, na watu husahau si vitu vya reja tu, lakini unapata ya kwamba hadi vitu muhimu huwa tunasahau. Na hapa ndivyo unapata ya kwamba kuna zingine ambazo mtu anaenda anaweka mahali ili iwe ukumbusho ya kwamba asije akasahau. Na tukirejelea maisha ya wana wa Israeli, unapata ya kwamba waliweza kupewa amri, na waliweza kupewa amri kwa maandishi yale ambayo yaliweza kufanya nini? Kuandikwa. Na hapo tutapata ya kwamba ni mbona yaliandikwa kwenye mawe, na sisi pia ina umuhimu gani kwetu? Umuhimu gani ambao tunaweza kupata kulingana na kuandika kwa sheria na kanuni kwenye mawe? Na ni yapi ambayo tunaweza kuyafanya ama kuyapata kutokana na kurejelea kwa sheria zile ama kanuni zile ambazo ziliweza kuandikwa kwenye mawe? Tunapata ya kwamba mlima wa Ebali unatajwa kwenye vitabu viwili tu. Ile ni Kumbukumbu la Torati, na pia linatajwa katika kitabu cha Yohana. Na pamoja na ule wa Gerizimu, palikuwa ni mahali ambapo baraka na laana za agano zilikaririwa ama zilitajwa. Na kwa mahususi kulingana na Kumbukumbu la Torati fungu lake la 11 mstari wa 29 pamoja na fungu lake la 27 mstari wa 4 na mstari wa 23, palikuwa mawe mahali pa laana. Ni hapa ambapo ile wapasa wa Israeli wasimame pande zote mbili za sanduku la agano mbele za makuhani. Na kundi moja lilisimama mbele ya mlima Ebali, lingine likiwa limesimama mbele ya mlima Gerizimu. Na hapa kwa ishara hii walitenda njia mbili zinazowezekana za kuhusiana na lile agano. Kafara zilizoletwa pale zililenga kwa Yesu, ambaye alijitwalia mwenyewe laana zote za agano, ili wote wanaoamini Yesu wapate kufurahia baraka zake. Na ndio tunapata ya kwamba kwa kawaida
wanadamu huwa tunakuwa wasaulifu na huwa tunaandika mahitaji yanayodumu kuongezeka na yenye kutatanisha maisha ya kila siku kwenye vipindi vifupi vya muda. Na kwa namna isiyozuilika tunasahau yale mambo ambayo huwa hayajirudii kwa idadi ile ile au kwa nguvu ile ile. Na kwenye kila huduma ya meza ya Bwana huwa tunayo fursa ya pekee ya kujiweka wakfu sisi wenyewe kwa Bwana na kufanya upya wajibu wetu wa kiagano. Na mwandishi anaendelea mbele kusema ya kwamba ingekuwa bora kwetu kuziona fursa hizi si kama nafasi tu za kujitoa wakfu kwa mtu mmoja mmoja, bali pia kama nafasi kwa ajili ya kufanywa upya kujumuia kwa utii wetu wa Mungu na katika jamii inayodumu kuongezeka katika hali yenye ubinafsi. Ni lazima tufikirie juu ya uwezo wa kuwa wa jamii inayoshiriki na wengine mtazamo ule ule wa kiulimwengu, maadili yale yale na imani na utume ule ule. Kuweka maisha yetu iwe ile ya kutenda yale yanayotakikana jinsi ambavyo yaliwekwa hapo awali. Unapata ya kwamba hapo tumeweza kukumbushwa ya kwamba kuna kanuni pamoja na zile sheria ambazo ziliweza kuandikwa tena. Zikiashiria zile ambazo Waisraeli waliweza kupewa. Na umepata kuona hapo kile ambacho Waisraeli waliweza kutenda mbele ya mlima Ebali pamoja na mlima Gerizimu. Na unapata ya kwamba waliweza kusimama pande zote mbili. Na unapata ya kwamba agano ilikuwa inaonyesha nini? Mibaraka au nini? Au laana. Ndio maana unapata ya kwamba waliweza kusimama wakielekea pande mbili tofauti. Ya kuonyesha ya kwamba pande moja ni la baraka na pande lingine lilikuwa ya nini? Ya laana. Na hivyo basi unapata ya kwamba tukirejelea kufa kwake Yesu Kristo pia unapata ya kwamba aliweza kusulubishwa na aliweza kusulubishwa kwa ajili ya nini? Kwa dhambi zetu. Na hapo tukirejelea tunapata ya kwamba tusiweze kusahau kile ambacho kilitendeka na kilifanywa kwa minajili yetu. Na kiwe nini? Ukumbusho kwetu ya kuwa tunapaswa kuyatenda mambo jinsi ambavyo yanahitajika na jinsi ambavyo yaliwezwa kuwekwa hapo awali. Kama ni ukumbusho ni vile vile tu ilivyokuwa. Kama ni matendo, maadili ni yale yale tu ya imani. Kama ilikuwa imani yetu ya wazazi wetu wa kale, mababu zetu, basi ni hiyo tu ndio tufanye nini? Tuyaweke mbele. Kama ni kwa utume ya kutekeleza shughuli za kuabudu na pia kutangaza Injili, unapata kwamba ni ule utumwe tu uliokuwa wa zamani ndio tunapaswa kufanya nini? Kuiga na tuitende. Asanti. So naona ni kama hiyo siku tumemaliza. Kitu tu ningeongeza ni kwamba imeandikwa kwa mawe, kwenye mawe. Haya ni mambo ambayo Mungu mwenyewe alikuwa amemwagiza yaandike. Ili wale watakaovuka kuingia nchi ya ahadi wapate kuyasoma, wapate kuyajua. Na Yoshua anafanya jinsi ambavyo alivyoamuriwa na Musa mwenyewe kuyafanya. So ndipo tunapata ya kwamba katika hayo maneno ambayo yalikuwa yameandikwa hapo, yalikuwa jinsi ambavyo umeyaweka. Kuna maneno ya baraka na kuna ingine ya laana. So unapata ya kwamba kuna kitu mwandishi alikuwa amesema hapa na inafikiria ushayasoma. Dhabihu zilizoletwa pale zilikuwa
zilielekeza kwa Yesu aliyejitwika laana zote za agano ili wote wanaomwamini wapate kufurahia baraka zake. Mungu yeye alijitwika zile laana zote. Wale watakaomwamini watapata kufurahia baraka zake. Ndiposa mwandishi anamalizia huko chini akisema, katika jamii inayozidi kuwa ya ubinafsi lazima tugundue tena uwezo wa kuwa na jumuiya ambayo inashiriki mtazamo wa ulimwengu, maadili, imani na utume sawa na sisi. Katika jamii ambayo iko na ule ubinafsi, unapata mtu akona ubinafsi. Hayo tena unapata hii jamii ni ile ambayo inatazama maneno ya dunia, ama inafuata mambo ya dunia ya kiulimwengu. So tutakapo jinsi ambavyo wana wa Israeli waliposomewa, Mungu alikuwa anataka wapate baraka, hawakuwa anataka wapate laana yoyote. Ndiposa tunaambia Yesu yeye alikuja akajitwika hizo laana zote ili tupate kupata baraka zake. Asante sana. Yale ni baraka pamoja na laana ambayo yamezungumziwa katika siku hii yalikuwa yanatukumbusha ya kwamba kulikuwa tu na kutii sheria na kutotii sheria, na hayo yote yalikuwa na mazao. Unapata ya kwamba Waisraeli wakati ambapo walikuwa wanatii sheria kulikuwa na mazao ama faida, na wakati ambapo walikuwa wana enda kinyume cha sheria, unapata ya kwamba pia kulikuwa na mazao lakini hayakuwa mema. Na hivyo basi Mungu anatupa kile ama picha inayoonekana, ile ambayo tunaweza kutazama ili iwe ukumbusho ya kwamba ya kwamba sisi ni watu ambao tunasahau. Kwa hivyo ni vyema tujikumbushe kila wakati, ama tufanye agano, ama tufanye makubaliano mapya kwa kila wakati. Na hayo yote tunaweza fanya kupitia nini? Kupitia Biblia, kusoma Biblia, kushiriki katika meza ya Bwana, na pia kushiriki katika shughuli za Sabato. Tunaelekea katika siku ya mwisho ya Alhamisi. Tunapata hapo the longing for his presence, kuwa na shauku ya kuwepo kwake. Na hapa tunaenda kuona wakati ambapo Yoshua aliweza kusimama kidogo kutekeleza shughuli za kugawanya ardhi, ili aweze kufanya nini? Kuweka tunasema tabernacle, kuweka tabernacle pale Shilo. Na pia hapo tulikuwa tunaenda kuona ya kwamba aliweza kuweka kuonyesha ya kwamba kuna uwepo wa Mungu, kuna uwepo wa Mungu katika kila maisha. Hebu unaweza kutuambia ni nini liloko hapo katika siku ya Thursday? Asanti. Kutamani uwepo wake. Unapoangalia kutoka kitabu cha Yoshua 18 fungu lake la kwanza na la pili, nasema ya kwamba kisha mkutano mzima wa wana wa Israeli walikutana pamoja hapo Shilo, wakasimamisha hema ya kukutania huko, nayo nchi ilikuwa imeshindwa mbele zao. Zilisalia katika wana wa Israeli kabila 7 ambazo hazijagawanyiwa bado urithi wao. So unapata ya kwamba kuanzishwa kwa patakatifu pangu huwakilisha utimilifu wa ahadi ya Mungu ya kuishi kati ya watu wake.
Ndiposa kwamba Yoshua anasema alikuwa anatamani uwepo wake. Huu ni uwepo wa Mungu katikati yao, na inafunua mada kuu ya kitabu. Kuwepo kwa Mungu katikati ya Israeli kumewezesha umiliki wa nchi na kutakuwa chanzo cha daima cha baraka kwa Israeli na kupitia kwao kwa dunia yote. Unaposoma Mwanzo 12 fungu lake la 3, unapata ya kwamba uwepo wa Mungu katikati yao ndio uliowasaidia kupata hii nchi. Mungu aliwapigania vita na akawapea nchi ya Kanani kuwa mikononi mwao. Tunaambiwa kwamba ibada ya Mungu inakuwa muhimu mno na kuu hata juu ya ushindi wa ugawaji wa nchi. Uwepo wa patakatifu na baadaye hekalu ulipaswa kusaidia watu daima kutambua uwepo wa Mungu kati yao na wajibu wao wa kufuata agano. So wao walijua ya kwamba uwepo wa Mungu katikati yao ndio uliwapa ushindi, na si ushindi tu bali kugawanya hii nchi ya Kanani. Alafu mwandishi kujapa chini anasema ya kwamba kuonekana kwa patakatifu hakupaswi kuja kwa mshangao wa ghafla, kwa sababu mada ya patakatifu imekuwapo katika masimulizi ya Yoshua kupitia sanduku la agano. Kuvuka na ushindi kwa kusimika hema ya kukutania katika kitovu cha ugawaji wa nchi. Yoshua anaonyesha kwamba maisha yote ya Israeli yalitegemea patakatifu, makao makuu ya kidunia ya Yehova. Ni muhimu zaidi kwetu kama Wakristo wanaoishi katika siku halisi ya upatanisho kuelekeza macho yetu kwenye patakatifu pa mbinguni tunapoendelea mapambano yetu na majitu ya kisasa. Alafu mwandishi anamaliza akisema ya kwamba tunapoendelea kutegemea kazi ya Kristo iliyokamilishwa msalabani na katika patakatifu pa mbinguni, tunaweza kutazamia kwa imani wakati ambapo Mungu atakaa tena kati ya watu wake, lakini wakati huu itakuwa milele. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 21 fungu lake la 3, liko na hayo maneno. So kwa ufupi ni kwamba Joshua yeye alijua, ndiposa anaweka hii hema ili watu wapate kukutania, kuendelea na yale ambayo Mungu alikuwa amewafanyia, ama kukumbushana yale ambayo Mungu alikuwa amewafanyia, na kukumbuka ya kwamba Mungu ndiye alikuwa katikati ya haya mambo yote, hizi vita zote, kila kitu, hadi wapate nchi ya ahadi. So ndiposa hiyo hema ikawekwa wapate kukumbushana yale ambayo Mungu amewatendea. Ndiposa na sisi pia tunaambiwa hema yetu iko mbinguni, tunatazamia kwenda mbinguni. Sisi kama Wakristo katika siku ambazo tunafaa kwenda patakatifu pa mbinguni, ambao wakati ambapo tunaendelea kupambana na majitu ya kisasa. Majitu ni shida ambazo zinatukumba, vita vya kila wakati, na haya na hivi vivo vyote ambavyo wapendwa wetu wamefariki na kutuacha. So tunapoendelea kutegemea kazi ya Kristo ambaye alikamilisha msalabani, na Yesu kuwa katikati ya watu wake, tunajua ya kwamba Mungu atatushindia yote. Ndiposa tumewekewa hema ama kanisa, ili tupate kuabudu na kuendelea kuyakumbuka yale ambayo Mungu ametutendea, jinsi ambavyo amekuwa katikati yetu kutupigania vita tunavyoviona na vingine ambavyo hatuvioni.
nafikiria ningewaachia hapo. Hiyo ndio ilikuwa kutamani uwepo wake katikati yetu, pia na katikati ya wana wa Israeli, sisi ambavyo Yoshua alipowaagiza kufanya. Asante sana. Mimi pia nikiongeza tu kidogo kulingana na mada ambayo tulipewa siku hiyo, ambayo nasema ya kwamba kuwa na shauku ya kuwepo kwake ama kutamani kuwepo kwake. Unapata ya kwamba hiyo hema, kuwepo kwa hema ama hekalu, jinsi ambavyo umesema ya kwamba ilikuwa inaonyesha ya kwamba Mungu yupo miongoni mwa watu wake. Na pia unapata ya kwamba maisha yetu ama Wakristo siku ya leo, unapata ya kwamba hata katika maisha yetu ya leo, Kristo pia tunamwona kama yule ambaye ameketi katika mahali patakatifu mbinguni. Na hivyo basi unapata ya kwamba kuwepo kwake Mungu kwetu ni kile ambacho kinazalia kama kuona Mungu katika maisha yetu. Ya kwamba akikosa kupata nafasi katika mahali tulipo, unapata ya kwamba ni kama hana nafasi katika maisha yetu. Na hivyo basi ushindi ni ule ambao unatiririka kulingana na kuwepo kwake Mungu miongoni mwetu, sio kwa kile ambacho tunacho, ama tunaweza kusema ya kwamba sio mali ama vitu vya thamani tulivyo navyo, lakini ni kulingana na kuwepo kwake Mungu katika maisha yetu. Na hivyo basi kila wakati, kila siku, kila hatua tunapaswa tutembee na Mungu na tumpe nafasi aweze kutembea nasi na aweze kupata nafasi ya kuongoza maisha yetu. Kulingana na maandishi ya Mtume Ellen G. White, anasisitiza ya kwamba kuna umuhimu wa sheria pamoja na yale ambayo yaliweza kufanya nini, kufanyika katika mlima Ebali, na hayo yote yalikuwa yanaonyesha tu nini, tunasema ni Christ atonement. Na pia tunapata ya kwamba communion ama Pasaka sio kitu tu kama ile tunaweza kusema ya kwamba ni tunaweza kusema si ya uminivu, lakini ni ile tunasema ya kwamba ni kazi yake Kristo kutuokoa. It was not a sorrow, but it was a Christ work for saving the human life, the fallen creature. Na hayo ndiyo mafundisho ya siku ya leo, wiki hii ambayo ilikuwa pia bado ikisisimua na ikiwa na mafundisho yenye manufaa kwetu sisi hasa katika nyakati hizi za maisha. Unapata ya kwamba imetukumbusha ya kwamba kuna jinsi ambavyo tunaweza kukumbuka yale ambayo yalitendeka, jinsi ambavyo Waisraeli waliweza kuishi katika nchi ya ahadi wakati ambapo waliweza kutoa hapo. Na pia inatukumbusha ya kwamba kila wakati tusisahau ya kwamba kuna yule ambaye ametupigania vita na kuna yule ambaye alitupa sheria zile ambazo tuliweza kuyafuata, na pia bado tunafaa tuyatii hata katika maisha yetu ya siku ya leo, tukisubiri marejeo ya Yesu Kristo kwa mara ya pili. Sije kama unalo jambo la kuongeza tukitamatisha awamu hii. Mimi kitu ningesema tu ni moja, ni kwamba Mungu wetu anatupigania, na tutakapofanya maagano kati ya sisi binadamu ama sisi binafsi pamoja na Mungu wetu, yale maagano ambayo tumefanya, Mungu wetu hayafunji wala kuitupilia mbali. Ndiposa tunaambiwa kwamba acha tumwabudu Mungu wetu kwa ule muda ambao Mungu ametupa na ametuwezesha kuabudu. Ndiposa tunaambiwa
tutakapotamani tuombe Mungu wetu awe katikati ya maisha yetu, katikati ya vita vyetu ambavyo tunapigana kwa ajili ya maisha magumu, Mungu wetu atatupigania na tutafika kwa nchi ya ahadi. Hii ni ile ambayo Mungu amekuwa ama Yesu alienda kwa ajili ya kutuandalia. Zote. Acha Mungu wetu atubariki na tuongoze kwa kila jambo, na tuendelee kumwabudu kwa kila siku, kwa kila jambo, na Mungu wetu awabariki hadi tutakapokutana tena. Amina. Basi mpenzi mtazamaji popote ulipo, nafurahia kwa muda wako ambao umechukua ili tuweze kujifundisha pamoja na tuweze kupata kile ambacho kilicho katika Biblia. Natumai umepata nafasi mwafaka ya kuelewa zaidi na kuchukua 1, 2, 3 hivi yale ambayo unaweza kuyatumia. Runinga ikiwa ni Ndizi TV Africa, runinga yako unaipenda, na pia inakuletea mambo ya kadhaa ya kila aina, tukianza na ya mahubiri, tukielekea ya elimu, ya afya, pamoja na yale ambayo yanakujenga kimaendeleo kama Mkristo na kama binadamu. Basi hivyo usiende mbali, uendelee kuweka tu Ndizi TV Africa. It's bold. It's bold.